hutapata karama hata kama ni ya kwako ulioambiwa utapewa hiyo karama. Ile karama tuseme ni ya kwako, huenda wewe Mungu amekupatia karama ya mafanikio, utajiri wa mali, huwezi kupata kwa sababu tu umeandikiwa. Ukiidharau ile karama inaondoka. Pastor, sija kuelewa. Biblia inasema msitweze unabii na msimzimishe Roho. Kwa kama Roho analeta hiyo karama kwako, wewe unamzimisha, anaondoka. Anakuletea, nakwambia mimi karama niliyokupatia kwa sababu najua wewe ni mkarimu, utakuwa baraka kwa wengine, nimeamua kukupa utajiri. Unasema wanaoipata utajiri hawaendi mbinguni. Atakazana, atakuelekeza, atakuletea maidia ya mabiashara na makampuni. Akiona huelewi, anaachana na hiyo habari, anaipeleka sehemu nyingine. Tunaanza kuelewa. Ombeni, bisheni, tafuteni. Hata wakati Mungu analeta karama ya unabii katika kanisa hili, Ellen White hakuwa wa kwanza kufunuliwa. Alifunuliwa mtu mwingine kabisa, alikuwa ni Marekani mweusi. Alipofunuliwa ule unabii kwamba Mungu alimshushia yeye ile karama, yule jamaa akasema mimi hawezi kunielewa kwa sababu na rangi nyeusi. Alipokataa ile karama, ikaenda kwa mtoto mdogo mwanamke anaitwa Ellen White. Wakati Ellen White anasimulia yale maono ambayo aliyaona, yule jamaa naye anaibuka anasema na mimi niliona hivyo hivyo, lakini karama ilikuwa imeshaondoka tayari. Kwa lazima uweze kuelewa vizuri haya mambo muhimu. Nimesema kwamba lazima uelewe ahadi hiyo ilikuwa ni ya nani, ilikuwa ya muda gani, tatizo lilikuwa ni nini. Je, ilikuwa kwa mtu mmoja, taifa zima, au waumini wote kwa ujumla? Je, kuna masharti yaliyotajwa katika kuipokea hiyo ahadi, au inapokelewa kama kawaida? Kwa mfano, unapoona kwenye habari ya ubatizo, ahadi hii ni kwa ajili yenu na watoto wenu. Unaona jinsi ambavyo inaenda moja kwa moja hii. Sasa kama hujaelewa hili, unaweza ni sawa na mtu ambaye ameshika simu na kwamba hii simu haifanyi kazi, ameweka plane mode. Alafu anasema simu hazingi. Kwa tatizo sio simu, tatizo ni wewe ambaye hujaelewa. Kujifunza Biblia kunahitaji unyenyekevu. Hatupaswi kuuliza kwanza ni mstari gani unaunga mkono ninachotaka, bali Mungu alikuwa anafundisha nini kupitia mstari huu. Hicho ndicho kitu cha kuuliza. Sasa ahadi maalum hazipaswi kufanywa kuwa ahadi za wote. Biblia ina ahadi nyingi ambazo zilitolewa kwa watu maalum katika mazingira maalum. Mungu alimwahidi Ibrahimu kwamba angekuwa baba wa mataifa mengi. Hiyo ilikuwa ahadi ya agano ambayo ilihusiana na mpango wa Mungu wa ukombozi. Kwa hiyo sio ya kwako. Huwezi kudai ahadi hiyo leo ukaniambia mimi nitakuwa taifa kubwa. Hii ilishapita. Haimaanishi kwamba kila mtu anayesubiri mtoto amepewa ahadi ya kupata mtoto kama Ibrahimu ambaye atakuwa ni baba wa mataifa mengi. Nafikiri unaanza kuelewa picha vizuri sasa. Mungu alimwambia Daudi kwamba uzao wake ungekaa kwenye kiti cha enzi milele. Ahadi hiyo ilipata utimilifu wake mkuu kwa Yesu. Yesu ni mwana wa Daudi. Kwa hiyo hii ahadi utakaposimama nayo ukidedea, unasema unakimbia nayo, ukiona haitimii unaanza kumlaumu Mungu. Hukujua hii ahadi ilikuwa imetolewa kwa nani? Mungu alimwahidi Yoshua ushindi katika kuingia Kanaani. Kama nilivyokuwa na Musa, nitakuwa na wewe. Ahadi hiyo ilikuwa ni sehemu ya historia ya Israeli na mpango wa Mungu kwa taifa lake. Haiwezi kutumiwa moja kwa moja. Sentensi yangu hiyo uisikilize vizuri. Haiwezi kutumiwa moja kwa moja kuthibitisha kwamba kila biashara au kila mradi wa Mkristo utafanikiwa. Umesikia nimesema haiwezi kutumiwa moja kwa moja. Ina maana inaweza ikatumika lakini sio direct. Tunaanza sasa kutua taratibu tuanze kuelewa. Kutoka kwa Abraham tunajifunza kwamba Mungu hutimiza ahadi zake hata pale ambapo mazingira yanaonekana kutowezekana. Hiyo slide imekusaidia sana. Kutoka kwa Daudi tunajifunza kwamba Mungu ni mwaminifu kwa agano lake. Kutoka kwa Yoshua tunajifunza kwamba Mungu huwa pamoja na watu wake wanapotimiza mapenzi yake. Kwa hiyo kanuni hizi za kudumu zikusaidie wewe kujifunza na uweze kuichukua ile ahadi ili uweze kuifanya kuwa ya kwako. Na kuna ahadi nyingine kunakuwa na ahadi zenye masharti. Ukifanya hivi utatendewa hivi. Mnakumbuka wakati nafundisha habari ya sheria zile za asili kwamba anayewanywesha wengine naye atanyweshwa. Hiyo ni ahadi.
lakini ukitazama vizuri ina masharti. Barikini wala msilaani. Hapo kuna ahadi iko hapo. Sasa hebu tuangalie ahadi zile maalum tumeshamalizana nazo. Tuangalie zile ambazo ni za jumla kwa waumini wote. Kwa mfano Waebrania 13 fungu la 5 anasema sitakupungukia kabisa wala sitakuacha kabisa. Hiyo ahadi ni ya kwetu sisi wote. Hiyo ni ahadi ya kwako unanitazama leo. Mungu hata kupungukia. Angalia ahadi kwa mfano ya Yohana 6:37, yeye ajaye kwangu sitamtupa kamwe. Hiyo ni ahadi ya jumla. Unapoenda kwa Kristo Yesu hata kutupa kamwe hata kidogo. Hii ni ahadi ya wokovu kwa njia ya imani. Huwezi kumwendea Yesu alafu baadaye akutupe hata kidogo. Yohana wa kwanza sura ya 1 fungu la 9, tukiziungama dhambi zetu yeye ni mwaminifu na wa haki hata atuondolee dhambi zetu na kutusafisha na udhalimu wote. Hiyo ahadi ni ya kwetu sisi wote. Acha kubaki kwenye hatia ya dhambi ambazo ulikuwa umeshaziomba msamaha wake huko nyuma. Hii ni ahadi kwamba kila mwenye kutubu kwa dhati anasamehewa. Mungu atusaidie sana. Hizi ni ahadi ambazo tunaweza kuzidai na kwa ujasiri, kwa sababu Agano Jipya limetuambia hizi ni za kwetu. Zile zingine nimesema huwezi kudai moja kwa moja, lakini unazitumia kujifunza. Kwa mfano kwa Yoshua, kila sehemu ambayo nyayo zenu zitakanyaga patakuwa penu. Sio kila mahali ahadi inatimia. Wewe uende kwenye kiwanja cha mtu na kanyaga, unasema Mungu umesema kila sehemu nyayo zetu zitakanyaga patakuwa ni petu. Kiwanja cha mtu. Ahadi ambayo unatakiwa kuidai katika hili ni kwamba Bwana atakubarikia kazi za mikono yako. Utajenga nyumba. Sasa yeye ndiye anajua katika proses ya kujenga nyumba lazima uwe na kiwanja. Atashughulika na hilo. Kabla ya kupiga hatua katika jambo lolote, muombe Mungu. Muombe Mungu akujaze Roho Mtakatifu. Muombe Mungu akujaze hekima kabla ya kuomba vitu. Mungu anapokupatia Roho Mtakatifu, Mungu anapokupatia hekima, ndipo mengine yanakuja. Ombeni nanyi mtapewa. Maana baada ya kuomba hekima, baada ya kuomba Roho Mtakatifu, unaongozwa katika kutafuta. Usikae idle katika kutafuta huku. Kwa vile una hekima, kwa vile una ujazo wa Roho, utatafuta kwa uongozi wa Roho. Kwa utakuta kwamba mtu ambaye anatafuta kitu bila uongozi wa Roho anaweza kutumia miaka 7 kutafuta, kwa kuwa hana uongozi. Lakini mtu anayetafuta kwa uongozi wa Roho anatumia muda mfupi, kwa kuwa Roho Mtakatifu anamuongoza kona za kupita. Mnakumbuka kuna siku tulikuwa na somo hapa linaongelea habari ya kuomba Mungu atuongoze. Ni kwa sababu Mungu anajua kona. Mnapotembea mtaani na mtu ambaye anajua mitaa, anajua kona, hamfiki kwa muujiza, ila mnafika kwa wepesi. Katika kutafuta, katika kubisha, utapata mlango sahihi. Yesu aliwaambia wanafunzi wake wazi kabisa, nyumba ile ambayo watawafungulia wakiwakaribisha, mkimkuta bwana wa amani, kaeni mle. Kwa lugha rahisi, Yesu amekutangulia kule chuoni tayari. Yesu amekutangulia kule kazini. Huyo ndiye bwana wa amani, ndiye mfalme wa amani. Huyu anatangulia kwa mtu ambaye atawakaribisha. Anaingia ndani ya mtu. Mkimkuta yuko humo ndani ya mtu, kuleni chakula humo. Mungu atusaidie sana. Relax kidogo, hiki nikwambie, kama kitakuchanganya, Roho Mtakatifu atakusaidia. Mimi mwenyewe unavyoniona hapa, hakuna siku unaweza kukuta ninatangaza kwamba natoa tu mfano, naomba mnisaidie kitu ABCD. Hapana. Kwa nini sifanyi hivyo? Sio kila mtu anatakiwa kusaidia kwenye huduma hii. Sio biashara. Mlango uliokusudiwa utafunguliwa. Mungu atakuelekeza mahali pa kubisha. Nafikiri unaanza kupata picha sasa. Unaanza kuelewa kwa nini umehangaika sana kwa muda mrefu.
Na Mungu hakuchagulii mwenza wa maisha, ila anakupa hekima ya kubisha katika mlango sahihi. Ukiona mtu fulani aliahidi kukusaidia na amepotea, usifokasi kwa mtu, fokasi kwenye kuomba Mungu akupatie mtu sahihi. Tunaanza kuelewana sasa. Hizi ndizo kanuni za kupata. Hoja sio kupata, ila ni kupata kilicho sahihi. Kuna wakati mwingine Mungu atakutendea muujiza, utaomba maombi, utapona ugonjwa kwa muujiza. Ananifanyia hata mimi pia. Lakini kuna wakati huyu Mungu atakuongoza kwa daktari sahihi ili aweze kutibu, kwa sababu madaktari, wauguzi wa manesi unaowaona ni watumishi wa Mungu pia. Kwa hata mimi unavyoniona nikienda hospitali na jambo nimeomba kama Paulo alivyoomba, nimeona haliondoki, nimeomba, nimetumia zile kanuni ambazo nazijua na haliondoki, namwambia Mungu sasa nielekeze hospitali sahihi. Na kama nikiona ugumu, nakuta nia ya kwenda hapo mahali inaongezeka pia. Kwa lazima nikae nitulie, nimsikilize Mungu vizuri. Wewe ambao umenisikiliza vizuri leo, tunapoingia kwenye maombi yetu haya, usisahau mambo yafuatayo. Usisahau kuomba, usisahau kutafuta, usisahau kubisha. Ninachomwomba Mungu leo, akayafungue macho yako. Anapoyafungua macho yako leo, afungue na masikio yako, ujue kuomba hekima na ujazo wa Roho Mtakatifu. Akuelekeze sehemu ya kutafuta, akuelekeze na mlango wa kubisha. Dakika moja, omba. Endelea kuomba, endelea kuomba kimoyo moyo. Baba Mungu, nakushukuru kwa siku ya leo. Ahadi zako ni za kweli. Kuna wakati tumezitafsiri tofauti, lakini leo umetufundisha kitu kipya. Ninakusihi kila mmoja ambaye amesikia neno hili, ukampatie wepesi, ukamfungulie macho yake. Naomba maombi maalum kwa ajili ya wale wote ambao wanapitia changamoto, waonyeshe mlango wa kutokea. Kuna watu wanapitia changamoto katika mahusiano, changamoto katika ndoa, changamoto za afya, changamoto za uchumi. Wamepoteza muda mrefu, sio kwa sababu Mungu huwasikii, ila wanatafuta kwa njia isiyo sahihi, wanaomba kwa namna ambayo sio. Leo wote tunakuja kwako tukiomba uweze kutusaidia. Naomba ukajaze Roho wako, roho ya hekima, roho ya ujuzi, roho ya maarifa, ukapate kumfungua mtoto wako jicho la rohoni aweze kuona. Maana jicho likiwa safi, mwili wote unakuwa ni safi. Baba, ninakusihi sana, yeyote ambaye anasikiliza kipindi cha leo akiwa na maumivu, yakatoweke kwa jina la Yesu Kristo. Akiwa na changamoto yoyote, ajue kuisalimisha kwako. Tufundishe kuomba bila kukoma. Tufundishe kuomba kwa imani na sio kwa hofu. Tufundishe kuomba tukiwa tunaomba tumesimama katika ushindi, sio kana kwamba hatujawahi kuomba. Ninakusihi sasa Baba, kwa nguvu yako, yeyote anayesikiliza aliyefungwa na nguvu za giza, enyi pepo wachafu mnaisikia sauti hii, na waamuru kwa jina la Yesu, mkamtoke mtoto wa Mungu huyo, mkamwache akiwa huru. Asante Yesu, asante maana umetenda, asante maana imekuwa. Kwa jina lako Yesu tumeomba na kuamini, amen. Bwana akubariki sana.